binadamu bana, yaani watu wanakupenda, wanakuonyesha thamani kweli kweli, kwa sababu tu kuna kitu wewe unawaofa wao. Ikitokea siku wamejiweza kwa kile kitu ambacho unawaofa wao, wanaweza kukipata. Sasa wewe ni kama takataka kwao. Hata simu utaona wala message, kaka na shida hii, kaka kuna ABC, kaka hivi, utaona hata siku moja. Watakaa, ukija kuuliza wewe dogo, mbona hata msalimii bana, vipi? Bro busy bana, busy sana bro. Lakini wakati ule wao walikuwa wanahitaji kitu kwako, hawaoni busy. Muda wote kaka kushoto, kaka 10,000, kaka swiki, kaka swiki. Sasa wameshajipata, wewe una thamani tena. Yaani hivyo ndio binadamu tumefikia. Yaani thamani yako kwa wengine ni kwa sababu kuna kitu wanakitaka kwako. Ikiwa hawakitaki, una thamani. Thamani yako wewe, watu unaowathamini wewe kwa sababu kuna kitu pia unakihitaji kwako, unakihitaji kwao. Siku umejipata wewe ukihitaji tena kile kitu, hawana thamani. Kwa mwenendo huu wa jamii, kwa miaka 10 ijayo, yaani nawaza sana hata watoto wetu ambao wanakuwa kwenye kizazi hiki watakutana na jamii ya aina gani? Hata ndugu ambao mlipea, mlivaa, mlilala pamoja, mlikula pamoja, mliishi pamoja kwa upendo mkubwa, mkaneneana mazuri, ndugu sitakutupa, ndugu sita nini, kashajipata tu kidogo tu anasikia maneno ya watu, fanya hivi, fanya hivi, anachukua naeka kichwani. Na sawa, wao wamekutana nao ukubwani, wewe umetoka naye chini, una huruma naye, una binadamu naye, kuliko hao waliomjua tu ukubwani, hawajui huku chini ametokaje. Naye anakuona wewe paka mwizi. Ndugu, kuna hili na hili, kila mtu afanye yake. Maskini wanafikiri kila mtu afanye yake, oheahe wanafikiri kila mtu afanye yake, lakini matajiri wanashirikiana, wanashirikiana, wanasapotiana, endelea kwa matajiri. Haya, nyinyi oheahe, nyumba za udongo, kiburi, kila mtu afanye yake. Ndugu yangu, kuna hili bana, hivi na hivi, sasa tunafanyaje? Sina hela, hata mimi nimefanya fulani. Sasa kwani mimi nimekuuliza? Mimi nimeona nimelemewa kwa upande wangu, hebu ngoja nishirikiane na ndugu yangu bana, lile jambo la kaya mimi nimeshindwa, nimeishia hapa. Sasa ndugu yangu, unanisaidiaje? Sina hela. Sawa, najua una, hata mimi mwenyewe sina, ndio maana nikakupigia. Basi nitafanya mchakato, nikipata ndugu nitakusapoti, ila kwa sasa hivi nimebanwa. Lugha nyepesi lakini sio na ukakasi ndani yake, nzuri, simple. Sina hela, hata mimi nifanya fulani. Kwani mimi nimekuuliza? Kitendo cha kukuambia nimeona umuhimu wako, kwani usithamini tu hata hilo mimi kukuambia kuona umuhimu wako? Shetani akacheza mchezo mkubwa sana, mchezo wa kuisambaratisha jamii isielewane, wana ndugu wasielewane, wazarauliane, wasijaliane, wajaliane tu kwa sababu wanahitajiana. Ule uhitajiano ukishaisha basi hawajaliani. Sio mchezo aliocheza huu. Kama hatutashtuka huu mtego, jamii imeangamia. Akiamua atoboi, niko pale nimekaa, atoboi hata kidogo. Yaani kuna wakati unafikiria, unasema sasa basi ngoja na mimi niishi kama wanavyotaka wao. Kila ukipiga mahesabu unaona sasa, mbona kama ndo sasa ndo tutapotea mazima. Na mimi ni nune, na mimi niko busy. Na mimi niko busy, sina muda, na mimi nafanya yangu. Tusubiriane kuzikana. Ina maana na mimi nitakuwa tayari, baada ya kutoa mkaa kwenye kichwa cha mtu asungue, mimi ndio nimeongeza mkaa endelee kuungua. Unakuwa mnyonge, unasema fresh tu, ngoja mimi niendelee kuwa mdogo. Lakini unashangaa kila siku unavyoendelea kuwa na mdogo, unaona ngoja tu mimi nipoe, unashangaa
wenzio ndo wanazidi kukuya, ndo unataka kupoa, wenzio ndo wanazidi kukuwekea mkaa tu ungue. Sasa unafikiri tufanye nini jamani? Jamii inapotea. Yaani jamii ikishakosa masikilizano na ndugu ikishakosa masikilizano, hapa shetani ameshatawala. Kwenye kipande hiki, kipande hiki shetani kapiga. Kwenye kipande hiki cha mtoto wa ndugu yako na ndugu yako sio wako. Shetani kapiga dawa. Kwenye kipande hiki ndugu anataka kuona ukiwa chini tu unampigia magoti na muomba shilingi buku. Uwezo wa kusaidia au kadhalisha 10,000 anao, ila hataki, anataka kuona ukiendelea kubaki kwenye ile buku ile aje tukuzishe ufalme kwamba yeye ndio mwenye nacho zaidi. Hapa shetani kapiga bao. Tena bao la kisigino. Sasa sio la kisigino. La kisigino si lishazoeleka. Si kapiga bao la makalio maana ndo bao adimu. Na kapiga bao la makalio, yani kaupiga mpira afa kafunga golikipa kwa makalio. Ndio kitu shetani ametufanyia. Ni kipindi ambacho wale wanaomjua Mungu, wenye neema ya Mungu, ni kipindi ambacho wanapaswa kuinuka kweli na kukemea. Cha ajabu sasa, wao ndo wamelala, wanaishia kupiga sadaka, wanaishia kusadaka, toa, ndio toa. Sasa tunatoaje? Jamii inapotea. Kwa wale wenye neema ya Mungu ni muda wa kupiga kelele. Kama ni mama una watoto, kama ni baba una watoto, ni muda wa kukaa kupiga vikao mara kwa mara, kumuomba Mungu, kuongea na watoto wako waungani na kumuomba Mungu na kukemea kabla hujafa. Endapo utaendelea kuwaacha watoto wako kila mtu akiwa kusini, kaskazini, mashariki, si utaacha familia. Hapo utakuwa hujaacha familia. Kwa sababu ili ite familia ni pale wanapokaa pamoja. Mwenyezi Mungu anasema ni mahali pazuri ndugu anapokaa pamoja. Ndugu anakaa pamoja wapi? Kama mzazi unakubali kuondoka kwenye uso wa dunia, watoto wako akiwa kushoto kulia wanadharauliana, unacha kujibu mbele ya safari. Kama mama utajibu, kama baba utajibu. Ni muda wa kutambua mtego ambao shetani ametuingiza na kupigana kuona namna gani tunajiondoa kwenye mtego. Ndugu ule mpenda, ule muamini, ule mthamini, ukampa siri zako, ndugu huyo alifanya kama yani wewe katakataka fulani. Wewe unajiuliza, jamaa hasa na maisha kuliko mimi ama ana hela kuliko mimi? Jeuri tu ya kishetani ambao Mungu ameweka. Wazungu, hello. Wazungu wamenigomea na kuitika salamu yangu. Nimekuwa mweusi sana. Hello. Hello, sorry.